Siri ya kufurahia mema ya nchi. Kila mwezi kuanzia mwaka huu kwanza, tutakapokuwa na maombi ya mwisho wa mwezi, tutakuwa na somo special maalum sawa sana maelekezo ambayo Mungu ametupatia, ambalo tutakuwa tunalizungumzia ndani ya siku hizo, na baada ya hapo tutaendelea na somo letu la kuongozwa na Roho. Yote haya ni kwa sababu mwaka huu mwaka wa kuongozwa na Roho, kwa ni muhimu tufuate maelekezo yake, tufuate taratibu na sheria zake. Siri ya kufurahia mema ya nchi, ambayo inaongozwa na Isaya sura ya kwanza na mstari wa 19. Siri ya kufurahia mema ya nchi inaongozwa na Isaya sura ya kwanza na mstari wa 19, inasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, au kwa Kiswahili kingine, mkiwa tayari kunitii mtakula mazao mema ya nchi. Huyo ni Mungu anazungumza, anaongea na mimi na wewe asubuhi ya leo, anaongea na vizazi vyetu na kesho yetu pia, kwa sababu Mungu anapozungumza sauti yake inaendelea kuzungumza, inaishi, kwa sababu yeye ni Roho, tena ni uzima, inaendelea kuzungumza vizazi na vizazi, itazungumza hata kama hujaisikia wewe, mifupa yako itasikia, damu yako itasikia. Ndio maana kesho na kesho kutwa watoto wetu wataendelea kusikia. Kwa nini? Kwa sababu kuna muunganiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu inasikia na ardhi inasikia. Ndio maana akasema nazishuhudia mbingu na nchi. Maana alijua zina masikio, zinasikia, zinaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amina. Sasa nasisitiza, ukikubali sasa kumsikiliza, ukikubali kufuata maelekezo yake, ukikubali kumheshimu, ukikubali kutii, ukikubali kufanyia kazi yale ambayo unayasikia, yale ambayo anatuelekeza hivi leo, Biblia inasema ni rahisi sana kufurahia mema ya nchi. Sasa nilisema kwa waliokuwepo ya kwamba siri ya kufurahia mema ya nchi, siri ya kufurahia mema ya nchi ni ufunguo unaounganisha ulimwengu wa roho na maisha yako ya kila siku hapa duniani. Siri ya kufurahia mema ya nchi ni ufunguo unaounganisha ulimwengu wa roho na maisha yako ya kila siku hapa duniani. Kwa waliokuwepo, niliwasisitiza nikasema, unapoamka asubuhi unafungua nini katika ulimwengu wa roho wa siku hiyo ya kwako, ambayo Mathayo 6:11 nasema utupe leo riziki zetu. Wewe unafungulia nini siku hiyo? Unafungulia maumivu? Unafungulia uchovu? Unafungulia taarifa mbaya? Au unafungulia nini? Sasa chochote unachokifungulia asubuhi ndicho kitakacho kupatia siku hiyo, ndicho utakachokipata siku hiyo. Ukifungulia huzuni utapata huzuni, ukifungulia furaha utapata furaha. Unafungulia nini kila asubuhi? Hii ni siku aliyofanya Bwana, tutafurahi, tutashangilia. Je, unajua namna kuitumia hilo andiko kwa ajili ya kufungua kesho yako, kwa ajili ya kufungua siku yako, kwa ajili ya kufungua watoto wako, kwa ajili ya kufungulia baraka zako, kwa ajili ya kuifungulia afya? Kwa sababu Mungu anataka kuna namna ambavyo anataka ufurahie mema ya nchi, na amekupa neema ya maelekezo tu ya wewe kukubali na kutii, kufuata maelekezo yake, ili mema ya nchi yaweze kukuhudumia. Sasa siri ya kufurahia mema ya nchi ni ufunguo, narudia tena, unaunganisha ulimwengu wa roho na maisha yako ya kila siku hapa duniani. Mathayo 6:11 ni uwezo ambao hautegemei hali ya uchumi wa dunia, bali utegemea uhusiano kati yako na Mungu. Hautegemei uchumi wa dunia unasemaje, unategemea uhusiano wako na Mungu yako. Kwa sababu vyote vijazavyo ulimwengu ni mali ya nani? Ni mali yake. Kama ni mali yake, manake anataka uhusiano wako wewe na yeye
utakupatia chochote, utakupatia riziki za kila siku sawa sawa na kusudi lake, na si sawa sawa na dunia inavyotaka. Amen. Amen. Kwa hiyo tulijifunza somo na andiko moja zuri sana, na tutaendelea pia, tutapitia baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa ni muhimu kujua au kutambua kwamba siri ya kufurahia mema ya nchi ni siri ya kiroho inayofunua kuwa ardhi si udongo tu, bali ni mfumo wa utunzaji ambao Mungu ameuweka ili kuwabariki wanadamu. Neno la Mungu linatufundisha kuwa ardhi ina masikio, ina utii na ina uwezo wa kutoa ama kuzuia baraka. Waliokuwepo tulijifunza zaidi. Sasa leo tunamaliza somo letu la maombi ya mwisho wa mwezi ya tarehe 25 mwezi wa kwanza 2025, na tunamalizia na somo hili siri ya kufurahia mema ya nchi. Sasa mema ya nchi yaliyofichwa ndani ya ardhi ni hazina za kiungu ambazo hazionekani kwa macho ya damu na nyama. Mema yaliyofichwa ndani ya ardhi ni hazina za kiungu ambazo hazionekani kwa macho ya damu na nyama, mpaka pale siri ya Isaya 1:19 ya kukubali na kutii inapofanya kazi. Biblia inatufundisha kuwa ardhi si vumbi tu, bali ni ghala kuu la Mungu hapa duniani. Hii ardhi ni ghala kuu la Mungu hapa duniani. Waliokuwepo tuliwaambia wakati Israeli analalamika, tuna kiu, hatuna maji, bwana turudi, akaambia hapana, hapo kwenye mwamba hebu aimewa wapi? Fungua friji, fungueni bomba. Uambie mwamba utoe maji, wala usiguse. Uambie kwa sababu unasikia. Biblia inasema maji yakatoka wakanywa. Kwa hii dunia ni ghala, ni store. Mungu ametengeneza special kwa ajili yako. Kama vile ambavyo unaambia watoto nenda kachukue kitu fulani kule chumbani ama kwenye store yetu kule ama kwenye friji. Chukua kitu fulani kapike, chukua na hivi nenda kufanya hivi. Ndio hapa duniani. Mungu anachotaka tu wewe ukubali na kutii. Akufunulie siri. Na siri ya Bwana iko kwa wanaomcha, wanaomwamini, ambao wanamtii, wako tayari kufanyia kazi. Atawafunulia siri zake, atawaambia ghala zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Amina. Siri ya Bwana iko kwao wamchao. Sasa kuna kipengele ambacho tulisoma wiki iliyopita, siku ya Alhamisi. Tulikuwa na kipengele namba 1 kwa kinasema ardhi ina mema yaliyofichwa. Sasa leo tunaenda kipengele cha pili, jinsi ya kuchimba mema yaliyofichwa. Ili ardhi iachie mema haya kwako, unahitaji funguo 3. Ziko funguo 3. Ziko funguo 3. Funguo namba 1 ni funguo ya utii, ambayo iko kwenye hiyo Isaya 1:19. Funguo ya utii. Bila kutii maelekezo ya Mungu kama vile kutoa zaka, kuwa mwaminifu katika maeneo yote, ardhi inakuwa shaba juu yako. Usipotii maelekezo, ashazungumza, ardhi inakuwa shaba. Maanake hamna mahali popote unaweza kupitisha yoyote kwa ajili yako. Usipotii maelekezo ya kimungu kama alivyoahidi kwenye neno lake, kwa mwaminifu katika maeneo yote, kuanzia sadaka na vitu kadha wa kadha, ardhi inakuwa shaba mbele yako. Ayubu sura ya 36, kitabu cha Ayubu sura ya 36 na mstari wa 11. Ayubu sura ya 36 mstari wa 11. Funguo ya utii. Nasisitiza, kama
wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Wakimtii Mungu na kumtumikia, hufanikiwa katika siku zao zote, miaka yao yote huwa ya furaha. Kimtii Mungu na kumtumikia. Tunamtumikia Mungu kwa njia mbalimbali. Mtumishi aliyepita asubuhi alikuwa anafundisha kwa habari ya karama ambazo watu wako nazo, na anasisitiza kwa habari ya kuichochea karama ambayo Paulo anamwambia Timotheo, uliwekewa mikono, nilikuwekea mikono yako. Kwa ichochea, anza kufanyia kazi. Kama nilikwambia utaanza kuombea watu wapone, anza kuombea watu tu. Hata kama waponi, wewe weka. Na nzuri zaidi, fanyia mazoezi kwa watoto wako kila siku. Hapo ndio wewe kama darasa lako. Anza kufanyia kazi. Bwana asifiwe sana. Sasa karama ziko mbalimbali. Kuna mwingine unaweza kuwa ni mwombaji, kazi yako ni kuombea kanisa. Mwingine kazi yako ni utoaji, kutegemeza partners, support huduma. Mwingine, mimi mtumishi, mimi najisikia kufanya usafi kanisani, ichochee hiyo karama. Humo ndani ya kile unachofanya kuna baraka zako ziko humo ndani. Ziko humo ndani, unasielewa. Wewe fanya kwa uaminifu. Hiyo hali. Unataka kuwa mema ya nchi, fanyia kazi hicho ulicho nacho. Mungu anajua namna ya kukuunganisha humo ndani. Mungu anajua namna ya kutengeneza humo ndani. So kila jambo lina muunganiko. Huwa lina muunganiko. Tunapotii na kukubali, maana yake tunapotoka nje, nyuma yetu kuna muunganiko na Mungu unaotuwezesha sasa. Na unapotoka na Mungu, kumbuka hakuna kitu kitakachokataa. Kwa sababu nyuma yako kuna muumbaji. Nyuma yako kuna kila kitu. Na Biblia inasema kila goti litakiri. Ninapokuona hawakuoni wewe, wanamuona Mungu ndani. Ndio maana Paulo anasema sio mimi naishi tena. Kwa nini? Kwa sababu mambo unayoona sio mimi. Huyu ni Kristo. Sio zamani nilikuwa hivi, lakini sikuwahi kupita mahali na shangaa pepo wanakimbia wenyewe. Sikuwahi kufika mahali na Mungu jambo linatokea. Sio mimi naishi. Kwa mimi ni nyumba ambaye nimembeba Yesu ndani. Lakini yote hayo ili yaweze kutenda kazi, lazima utii, uchukue nafasi. Hakikisha unafanyia kazi yale ambayo Mungu ameagiza kwenye neno lake. Ni rahisi kumwona Mungu, ni rahisi kuona wepesi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa swala la maisha kwako litakuwa jepesi kuliko ambavyo umekuwa ukifikiria. Twende pia kitabu kile cha Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura ya 26. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26 na mstari wa 19 mpaka 20. Anasisitiza 19:20, Walawi 26:19-20. Nami nitakivunja kiburi cha uwezo wenu, nami nitazifanya mbingu zenu kuwa kama chuma na nchi yenu kuwa kama shaba, na nguvu zenu mtazitumia bure, kwa kuwa nchi yenu haitazaa mazao yake, wala miti ya nchi haitazaa matunda yake. Hii sentensi maana yake usipofanyaje? Usipotii. Kwa usipotii umetengeneza mazingira ya kuzuia baraka zako na riziki zile za kila siku ambazo tumekuwa tukiziomba toka tumeanza kujifunza neno la Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, penzi yako timizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe walio tukosea. Kwa kila siku unahitaji kusamehe, kila siku kuna riziki zako, kila siku ufalme upo ushafika. Kazi yake ni kukusikiliza, kutoa hukumu ya haki kwa ajili ya kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wale wanawake wawili makahaba ambao walikuwa katika kipindi cha Mfalme Sulemani. Mmoja akamlalia mwenzake mtoto, akamuua,
akahamisha usiku, wakati sisi walikuwa wamelewa, au naye akamleta akaingiza huko. Asubuhi mama mtu akasema hii harufu sio ya mwanangu, hata kama mtu anafanana. Ukawa na fujo kubwa sana. Askari wakawachukua watoto aenda kwenye malango ya ufalme.